Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kiendelea na darasa yetu ya fiqh kitabu cha Safinatun Naja, tumefika katika faslu inayosema nawaqidul udhu arba'atun, mambo yenye kuharibu udhu arba'atu ashiyaa, ni mambo manne. Al-awwal, jambo la kwanza, al-kharij min ahadi sabilaini, ni kutoka na kitu katika moja ya tupu mbili, min qubuli, katika tupa mbele, au dubrin, au tupa nyuma. Kitoka na kitu katika tupa mbele au tupa nyuma, rihan, ikiwa ni upepo, au ghairu, au ni kitu kingine chochote, illa al-mani, isipokuwa mani, tayari udhu wako utakuwa umeharibika. Mambo manne ukiyafanya ama yakitokea, udhu wako unaharibika. Jambo la kwanza ni al-kharij min ahadi sabilain, ni chenye kutoka katika moja njia mbili, min al-qubuli au dubri, katika tupa mbele au tupa nyuma, rihan au ghairu, hiyo ni upepo au ni kitu chochote kingine chochote, illa al-maniyya, isipokuwa mani. Kwa hiyo unapotoka na kitu katika tupa mbele au nyuma, udhu wako umeshaharibika. Athani, ya pili, zawalul aqli, ni kupotewa na akili, binaumin, kwa kulala, au ghairiya, kwa sababu nyingine. Ukapotewa na akili ka hujifahamu, ima kulala au kwa mwandazimu au kuzimia au kwa ulevi au sababu yoyote, ukahuwezi kujifahamu, hata kama ni lahadha, dakika tu, illa nauma qa'idin, isipokuwa usingizi ama kulala kwa mtu aliyokaa, mumakkinin maq'adahu, aliyomakinisha makalio yake, min ardhi, katika ardhi. Mtu ambaye kwamba amekaa vizuri, ameeka makalio yake vizuri katika ardhi ama katika kitu chochote, lakini amekaa makalio vizuri, udhu wake hautoharibika. Athalithu, ya tatu, iltiqau basharati rajulin wa imraati, kukutana ngozi mbili ya mwanamume na mwanamke, kabiraini, wakubwa wawili, ajnabiyaini, wanaofaa kuoana, min ghairi haidin, pasina kizuizi. Kagusana ngozi ya mwanamke na mwanamume ambao kwamba wanafaa kuoana, tena ni wakubwa, washafika marhala ya kuweza kutamani, mtu kuwa na matamanio na hisia, wakadarana, au hata kama ule mmoja amemdara mwenzake bahati mbaya, ama ule mtu amefika katika marhala ambapo kwamba hana matamanio tena, ni mzee, lakini maadamu ashafika katika ile marhala ya udogo, ametoka hata akiwa ni mzee vipi, hana hisia, hukumdara kwa hisia, tayari udhu umeshaharibika. Watu ambao kwamba wanafaa kuoana ni wale ambao kwamba hawahusiani kinasaba, wanahusiana kinasaba, ambao kwamba hufai kumuoa kwa nasaba, ni mtoto wako na mtoto wake, binti yake mpaka kwenda chini, mamako na mamake na mamake na mamake, ukhti yako na binti yake na binti yake na binti yake, shangazi yako peke yake, khalati yako peke yake. Kinyume chake kwa wanaume pia ni hivyo, baada ya khalati inakuwa ni mjomba, baada ya shangazi inakuwa ni ammi. Kwa hiyo hawa ndio nasaba: mama yake, binti yako, binti yake, ukhti yako na mtoto wake, au binti ya ndugu yako wa kiume, na yeye anavyoendelea chini, na shangazi yako yeye peke yake, na khalati yako peke yake. Kisha kuna musahara, uukwe, ambao kwamba ni mamkwe, hakuharibi udhu, hufai kumuoa, na mtoto wako ambao kwamba ni wa mkeo, mtoto wa mkeo, baba mwingine, lakini ni mama yake ni mke wako na mwingilia, na mamkwe na binti ya mtoto wako, binti ya mke wako, na binti ya ule binti ya mke ya ule binti itakapokwenda. Nadhani kwa haraka nakumbuka hao. Kisha kuna arradha, kunyonya, inakuwa ni sawa na familia na ufamilia. Wale ambao kama ni haramu kwa familia, vile vile kama kunyonya na wao pia kwako ni haramu. Umenyonya kwa mama fulani, basi ndugu yake ni khalati yako, nene watoto wake ni ndugu zako, mamake ni bibi yako, na hivyo. Jambo lingine la nne lenye kuharibu udhu ni mashu qubulil adami, ni kudara tupu wa mwanadamu, au halaqati duburihi, au mzunguko wa tupu yake ya nyuma. Kudara tupu yake ya mbele au mzunguko wa tupu yake ya nyuma, si kudara makaliwa ile tupu yenyewe, mzunguko ile inayokaribia katika tupu. Bibatini rahati, kwa matumbo ya kiganja cha mkono, au butuni al-asabi, ama matumbo ya vidole. Kwa hii ni rangi nyeupe hapa, kwa huku haina shida, kama ni huku kudara tupu, lakini haina shida, isipokuwa kama ile tupu ni ya mwanamke ambao kama anakuharibia udhu, ukimdara kwa pale popote itahesabiwa ni ngozi kwa ngozi.
Na kudara tupu, yule mwenye kudara ndio udhu wake unaharibika. Yule mwenye kudawa udhu wake hauharibiki ikiwa si mwanamke mwenye kuharibiana udhu, kudara na ngozi kwa ngozi. Mwanamke ambaye kwamba anakuharibia udhu wako, kimdara nyele, kimdara jino, kimdara kucha, udhu pia hauharibiki. Na hesabiwa kuharibu udhu ni ngozi kwa ngozi. Faslun, kigawanyo. Man intaqadha wudhuhu, mwenye kuharibikiwa na udhu wake, haruma alayhi arba'atu ashya, ni haramu juu yake mambo manne: as-salatu, kusali, wa tawafu, na kutufu, wa mashu al-mushafi, wa hamlu, na kudara msahafu na kubeba. Haya ni haramu, hufai kufanya. Wa yahrumu ala al-junubi, na ni haramu kwa mwenye janaba, sitatu ashya, mambo sita. Mwenye janaba ni yule ambaye kwamba ameundama au ametokwa na manii kwa njia yoyote, kwake ni haramu mambo sita. Jambo la kwanza, as-salatu, kusali, na watawafu, na kutufu, wa mashu al-mushaf, na kudara msahafu, wa hamlu, na kubeba. Kudara msahafu hata kama ni gombo moja tu liko kando, maadamu ilikuwa inahesabika ni msahafu, ilikuwa ni katika gombo la msahafu, itakuwa ni haramu kudara. Lakini kitambara kimeandikwa aya kwa ajili ya mapambo tu, si kwa ajili ya kusoma. Ama kuna zile karatasi ambazo kwamba zaandikwa suratu Yasin au msahafu mzima imeandikwa kwenye karatasi moja, ile ina maana sio Qur'ani ile, bali ni mapambo tu, unaweza kushika kama hauna udhu, ama haihesabiwi kwa ni msahafu. Wa qira'atul Qur'an wa lubthu fil masjid, na kukaa katika msikiti mwenye janaba haruhusiwi. Kupita kwa dharura inaruhusiwa, lakini kukaa hairuhusiwi. Wa qira'atul Qur'ani, na kusoma Qur'ani, isipokuwa ukisoma dua iliyoko ndani ya Qur'ani. Mfano, wataka kula ama wataka kufanya kitu kusema bismillahir rahmanir rahim, au maliza kula kusema alhamdulillah rabbil alamin, ni aya iko ndani ya Qur'ani, lakini hujakusudia Qur'ani, unakusudia ni uradi, ni dua, hapo itaruhusiwa. Lakini mfano ayatul kursi ni dua pamoja na kuwa Qur'ani, hufai kusoma, sababu ile ni ayatul kursi, ni sura, ni aya ambayo kwamba inakuja dhimni ya aya, umesoma kwa kuwa ni ayatul kursi. Suratul Ikhlas, suratul Falaq asubuhi atakusoma uko katika hedhi ama katika uko na janaba, hauruhusi, sababu ile tayari ni Qur'ani. Hata kama ni yako ni dua, lakini ni Qur'ani. Kuna zile aya ambazo kwamba ni dua, kama mfano ukitaka kusafiri, bismillah subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa kunna lahu muqrinin, niko ndani ya Qur'ani, lakini pia iko ni dua kando. Ndani ya Qur'ani iko na katika dua iko, kwa hiyo ile inahesabiwa. Ukisoma katika upande wa dua itahesabika ni dua, lakini ukisoma ni dua na Qur'ani utapata madhambi. Wa yahrumu bil haidhi 10 ashya, ni haramu kwa mwenye haidhi mambo 10: as-salatu, sala, wa tawafu, na kutufu, wa mashu al-mushaf, na kudara msahafu, wa hamlu, na kubeba, lubthu fil masjid, na kukaa katika msikiti, wa qira'atul Qur'ani, na kusoma Qur'ani, wa saumu, na kufunga, wal talaqu, na kuwakwa pia ni haramu, wal mururu fil masjid, na kupita katika msikiti, in khafat talwithahu, akiogopea kuuchafua msikiti. Ikiwa amejifunga vizuri, ana hakika damu haitamwagika na kuna dharura ya kupita, basi atapita, lakini kukaa haruhusiwi. Wal istimta'u, na kuteza kujistarehesha, bima baina surrati wa rukba, baina kitovu na magoti, kuanzia kitovu mpaka kwenye magoti, nao ni haramu ikiwa katika haidhi au katika nifasi, kustarehe au kuteza kupitia baina kitovu mpaka magoti. Iliyoko juu ya kitovu inaruhusiwa, iliyoko chini ya magoti inaruhusiwa, lakini iliyoko baina kitovu na magoti ndio hairuhusiwi. Inshallah mpaka hapa tutakoma. Tuombe Mungu ajalie min alladhina yastami'una alqawla yattabi'una ahsanahu. Wa salamu alaykum wa afwa minkum wa sallallahu wa qata.